Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba urafiki ambao mimi niko nao na nyinyi ni urafiki wa kudumu. Mimi nilikuja hapa nikaomba kura zenu. Mnakumbuka? Mliniona nikiomba kura zenu? Si nilikuja hapa Embu nikaomba kura. Nikakuja hapa kanisani nikaomba kura. Nikawaambia mniombe. Si mkanipatia kura zenu ama? Mimi nasikia kuna watu wengine kwa majivuno na kiburi wanasema mimi sijakuja kuomba kura Embu, ati wao ndio waliniombea. Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, mlinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Si nilikuja kuomba kura hapa? Mkanipatia? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli na kiburi wapunguze. Na hiyo madharau wako nayo wapunguze. Mimi nilikuja hapa nikaongea na watu wa Embu. Mnanijua, mnanielewa, na kuna kazi tulikubaliana na nyinyi. Na kazi hiyo tulikubaliana na nyinyi, ikifika mwaka ujao tutakuja kusahihisha hiyo kazi. Sikutakuwa na mtihani mwaka ujao. Sikuna yale maneno tulikubaliana ya kilimo. Yes. Mimi niliwaeleza tapunguza gharama ya mbolea, mnajua bei ya mbolea saa hizi. Niliwaambia nitasimamia vizuri maneno ya kilimo, bei ya kahawa sasa imefika 140 ikielekea 150. Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana maneno ya majani chai tutaipanga vizuri. Niliwaambia tutapanga vile watoto wetu watasoma. Kufikia sasa, pale nyuma tulikuwa na matatizo makubwa ya elimu. Hatukukuwa na walimu ya kutosha. University ilikuwa na matatizo. Hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Ndani ya miaka 4 nimeajiri walimu 1,100. Tumeongeza pesa ya watoto wetu kusoma kwa university. Tumejenga madarasa 23,000. Kwa budget ambayo nimesign wiki 2 iliyopita, pesa ya elimu imeongezeka kutoka bilioni 500 mwaka wa 2022 mpaka bilioni 784 mwaka huu. Kwa sababu mimi ninaamini hatutaki mtoto hata moja Kenya akose nafasi ya kusoma. Kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Watoto wa taifa letu la Kenya wote watakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio tumeajiri walimu, tumeongeza madarasa, nimeweka pesa ya kutosha kwa university. Leo nimeshuka pale university ya Embu. Kuna mjengo hapo ilikuwa imekwama miaka 15. Hiyo mjengo leo nimepitia hapo, ni mrembo sana, imekamilika. Kwa sababu ya new funding model tuliyoweka kama serikali kuinua mapato ya universities zetu. Leo hapo Embu University tumeweka pesa milioni 800 ya kujenga hostels ya watoto wetu wa university. Watoto 1,500 watapata mahali ya kuishi hapo katika university yetu. Kumaanisha elimu tunaiinua. Na sio hostels ya university peke yake, hostels ya technical training colleges yetu zote hapa. Tumecommit kwa budget yetu 2.2 billion shillings ya hostels ya TVET. Huyu mama anajua, ambaye anasimamia TVET zetu zote katika Kenya. Mama Esther Moria ambaye anatoka hapa Embu, anajua vile hiyo kazi inaendelea. Tumepanga hiyo kazi nyingine yote ambayo mliniwachia mkaniambia panga hii kazi. Niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha maneno ya matibabu. Pale nyuma watu wengi walikuwa wanauza nyumba zao, wanauza ng'ombe, wanauza shamba, wanauza mali yao kulipa gharama ya hospitali. Nimesema gharama ya hospitali tunataka ishughulikiwe na serikali ya Kenya. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake atanalipa gharama ya hospitali.
ndio tukaanzisha mpango ya SHA. Leo Embu County, mpigieni makofi huyu gavana wenu, huyu mama. Embu County 72%, asilimia 72 ya watu wa Embu wamejiandikisha ndani ya SHA. Kwa mwaka moja na nusu tumelipa 2.5 billion shillings kwa mahospitali ya Embu County kutibu wananchi wa Embu County. Bilioni 2.5 in 1.5 years. Ile watu walikuwa wanalipa kuuza mali yao, sasa serikali ya Kenya inalipa. Na mimi nawashukuru sana, you are among the 5 best counties in Kenya kwa mambo ya SHA. Katika hii budget nimepitisha ambayo ilipigiwa kura juzi na wabunge wetu, tumeongeza pesa ambayo ni ya kununua madawa. Kutoka bilioni 13 tumeweka mpaka bilioni 19. Kwa sababu tunataka kila hospitali iwe na dawa ya kutosha. Hapo nyuma wananchi walikuwa wanalalamika ya kwamba hakuna dawa kwa mahospitali. Si namna hiyo. Na tumekubaliana na viongozi magavana wetu. Nimewaita, nimewaketisha chini, nimewapanga vile madawa itapatikana kwenye mahospitali. Kwa sababu ni mpango nilisema nitapanga, kwa sababu tunataka kila sehemu ya Kenya matibabu ifikie wananchi. Ndio tuhakikishe kwamba hakuna mwananchi anawachwa nyuma, hakuna mtu ambaye anauza mali yake kulipa gharama ya hospitali. Mulisikia pale nyuma walikuwa wanasema SHA haifanyi. Wakakuja wakasema inafanya, lakini wakasema inalipa lakini inabakisha kidogo. Bado watakuja kuamini. Hapa kanisani mimi nikitaka niwaulize, kama wewe ama mtu unamjua ama ndugu yako ama jirani yako amelipiwa na SHA, mko na hiyo ushuhuda ama hamna hiyo ushuhuda? Si mko nayo? Si ndio? So walikuwa wanasema haifanyi, na ni kitu imesumbua Kenya miaka 30. Kwa miaka 3 sasa tumeweka mtaratara mzuri, na tutahakikisha ya kwamba Kenya hii inabadilika. Na ndio wakati nilikuwa katika harakati hiyo, nikaongea na gavana wenu, nikaambia nimepata nafasi ya kujenga hospitali 2-3. Hospitali ya Siakago nikaambiwa ya kwamba pale ndio iko na matatizo. So kabla ya mwisho wa mwaka huu contractor atakuwa hapo, tumewapatia milioni 450 ya kuwajengea hospitali ya Mother and Child pale Siakago. Wiki hii ambayo inakuja watu wa Italy wanakuja, tuzungumzie level 5 hospitali yenu ya Embu Town hapa. Na tunafanya hivyo sehemu zote za Kenya kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu. Taifa la Kenya imechelewa na maendeleo. Ndio mnasikia hawa viongozi ndugu zangu wanaongea ile kazi tunafanya na wao, kazi ya barabara hizi. Kwanza hii barabara ya Gatunduri kwenda Kagwegori, hiyo barabara niliwaambia naenda kutafuta pesa. Sasa nyinyi mmesema nitengeneze. Sasa itabidi nitafute tu hiyo pesa nipate. So mtanipatia wewe Kobole, sasa wewe umeniweka mtego. Umenifanyisha mtihani. Na unakuja kusema hapo katika mahali ambapo mimi naita nyumbani hapa Gatunduri. Sasa nitakosa kujenga hiyo barabara namna gani? Tunaona hii ni mtihani, sasa lazima nipite. So ile barabara nilikubaliana na nyinyi ni ile ya Kevote, hiyo tulikubaliana mpaka kule Ndori. Hiyo barabara tulikubaliana na inaendelea. Ile ingine tulikubaliana ni ya Kevwe Gitimo Ena. Hiyo pia tulikubaliana na hiyo inaendelea. Na zile zingine zote karibu kilomita 250 mpya, barabara karibu 8 mpya tunajenga hapa Embu.
kwa sababu tunataka kuharakisha mambo ya maendeleo katika taifa letu, na kwa sababu mumesikia hawa viongozi wakiongea, tuko na miradi mingi, tuko na mambo ya stima ambayo tunaendesha, kuna ili kwama kidogo